40 za mwaka wa 68 ni pesa nyingi sana. Akaambia Bilal, chukua pesa hizi isaidie serikali kuanzisha kupata amani. Bilal alikataa, lakini ananiambia hapa kuna watu walichukua pesa zile na wakaanzisha kupata, na hivyo kote kwa kwenda ilikuwa wanaomba pesa za serikali wanaanzisha kupata kwa muktasa. Hii ndio BAKWATA ambayo tunayo. Na mimi siku zote wanaambia kuzungumza baada ya BAKWATA usipende na kupoteza muda, tuzungumze mambo yanayokuja mbele. Na kwa sababu shekhi wangu Sheikh Suleiman ananiambia nije nizungumze, sikuweza kuzungumza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebelum zaman mulai berbuat, dengan tujuan anak-anak sekolah atau pemuda. Allah, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sheikh, mimi nina swali nataka kuuliza. Siku zote tunapokuja msikitini hapa kuswali. Ndani ya mana? Ndani ya mana. Mana ya mana fungalora. Mungu wetu wanatusihi sana Waislamu hasa vijana sasa. Anasemaje? Anasema kwamba sasa hivi matatizo ya Waislamu hayajadiliwi tena katika meza. Yanahitaji utekelezaji ili tufikie lengo ambalo tunalikusudia. Na leo tutolea historia tumeielewa. Baada sasa hivi Waislamu hasa sisi vijana tuna uchungu sana na mambo hayo. Kama Sheikh Imam anasema kwamba swala letu sisi vijana wa Kiislamu ili lifanikiwe, alihitaji kukaa katika meza pamoja na mazungumzo, kwa sababu ni muda mrefu umepita, tunahitaji kupambana. Sisi tuko tayari kwa kupambana na swala hilo. Tamko litatolewa lini ili sisi tuingie katika mapambano hayo, kwa sababu tumechoka. Ya swala Imam wala swala mwambia Sheikh. La kwanza kuhusu kuondoa BAKWATA, kila siku ajenda zetu ndio hizo kwamba ajenda mbili nekutana BAKWATA. Hao BAKWATA sisi tunawaweza, tamkeni hata sasa hivi tukaondoe. Si hatuogopi. Tunasikiliza sana historia mpaka lini? Wakati tunaweza kufanya, sisi nguvu tunazo, uwezo tunao, tunaondoa wale dakika mbili tu. Wewe ni tamko mara moja tu, tunakuja tena historia inatosha, inauma. Basi Sheikh, tumekuelewa. Asalamu alaykum. Nimeshukuru ndugu yangu Belende Israeli. Hakika sikulitegemea, lakini nimedhihirisha pale mwanzo niliposema kuwa viongozi serikali inaweka viongozi katika hali ngumu. Hakika tu vijana wanaweza, wale wanaweza sana kabisa, na wanajua kuwa watapokwenda pale hakuna Waislamu watakaosimama kuihami BAKWATA. Itakuja FFU na vijana wetu wanajua kuwa tunakwenda pale kupambana na jeshi la makafiri wanaodhalilisha Uislamu, na sisi mawili tutapata shahada au tutapata ushindi. Na hii ndio Qur'ani inasema. Lakini mimi ninachosema, tumefika mahali pazuri, vijana wetu, uteni subra. Sayyidina Umar alimwona kijana anaingia kwenye vita hana ngao, akamwambia akapepika, asema tumekuja kufa, tumekuja kushinda, chukua ngao hiyo. Na mimi namwambia kijana wangu, ndugu yangu, shaka wangu, tunataka ushindi sisi, lakini tuchukue ngao tukapambana nao wakati tuna ngao. Mwenyezi Mungu anazijua nia zetu, wala si uoga. Wao wanajua kama sisi waoga, hilo wanalijua sana. Hata sasa hivi mimi nikisema tunatoka, hilo mimi nalijua, lakini inna Allah masabirin, kila mwenye kusubiri yuko na Mwenyezi Mungu.
tuachia mashaka washereheshe zaidi katika hilo, tusubiri. Mradi wameshatuita kwenye meza, wamejificha, wabatunguza maskofu katika zile meza, sisi tutawaambia hapana, hawa si wagonjwa wetu, hatujapatapo sisi kubana na hawa. Sisi mgonjwa ni wewe. Wewe unamweka ndani chako pale, anadhulumu vijana wetu. Tunataka tuzungumze na wewe kuhusu hili. Hawa hawana moja kwa ndani chako. Wewe ndio tunataka kuzungumza na wewe. Tukutane subira ndugu zangu, tukutane subira. Wallahi tukutane subira. Lakini ujumbe na ndani umefika, alhamdulillah. Nilitoa ofa kwa sala moja. Shika nichoke jamani. Kwa saa saba mpaka saa. Mpaka saa. Shema. Subiri. Sheke naomba muulize baadaye, amechoka. No uniruhusu. Swala moja tunalopendelea. Sheke. kwamba kila jambo lishafikia wazi, lishafikia wazi. Mimi sana kwa kutoa pongezi kwa namna alivyokujua. Na sisi Waislamu sasa hivi tunataka kusipisha kukulia. BAKWATA kama BAKWATA tumeshaona historia yake. Sijui kama Muislamu alikuwa ni mgonjwa kumng'ang'ania BAKWATA. Hilo la kwanza tujiondoe wote katika BAKWATA. Hilo la kwanza. Mimi nasema Sheikh Mwenyezi Mungu akujalie. Na uzidi kuleta mawazo haya kwa mikoa yote Waislamu wapate. Kwanza hapa tumetoka wale kutoka kwa BAKWATA. Ana swali. Hivi tuseme leo tuende kwenye maandamano sawa? Kwa hivi tunakuonyeshia tutashinda. Yaani kumbukumbu, naona swala tutashinda. Ndio tutashinda. 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 Ikiwa mna nidhamu tutashinda. Tutashinda. Kwa nini bila nidhamu? Subiri. Unaelewa? Yaani tukiingia kwenye mapambano hamna nidhamu tutashinda. Hapa kwa hiyo ongea hilo ndio ndio tunachokengea. Sisi tunamwenda na Mungu. Sawa? Mpaka tunapigwa vita mpaka tunasungwa hivi vyote. Kwa sababu tuna msimamo. Shehe hatuko chache kwa wingi mno. Sawa? Shehe maandamano tutafanya ndio ule. Kwa hiyo usikie sawa. Msimamo wetu ndio ule wa Sheikh. Tulizana kwa hiyo. Sawa Sheikh. Ijumaa utasikia habari hapa. Sawa? Inshallah. Wa alaikum salaam. Nitamka masala moja. Dokta anaondoka wengi wa kunielewa. Mimi mlielewa hivi madoka anaondoka. Anafanya nini? Nikasema anapotoa mihadhara kama hii. Ndio anafanya mihadhara mingi tu. Sawa? Tununue hizi DVD tuwe kumbukumbu ya haya yanayozungumza. Umeelewa? Hapa ni mwenyewe
mimi naapa tu, lakini pia anatunga vitabu kama hivi macho. Ana kitabu hapa kinaitwa Maisha ya Kaka Abdulwahid Said hichi, na viko na vingine atakutajia pale kusimama. Umeelewa shikamoo? Lakini shekha atakuja kujibu. Shekha tafadhali. Mimi baada ya kujua kuwa historia inapotea, niliandika kitabu hiki hapa. Kwanza kilichapwa mwaka 1998 London. Ilikuwa ni cha Kiingereza, kinaitwa The Life and Times of Abdulwahid Said. The Untold Story of the Muslim Struggle Against British Colonialism in Tanganyika. Hichi kitabu kimetoka na kimekuja hapa kinauzwa. Lakini kaja kugundua kuwa kwa sababu ni Kiingereza cha kupata wasomaji wengi. Tukakitafsiri hiki mwaka 1998 hiki hapa, Maisha na Nyakati za Abdulwahid Said. Inasema historia iliyofichwa kuhusu harakati za Waislamu dhidi ya ukoloni wa Uingereza katika Tanganyika. Hichi kitabu sasa kimedumu miaka 14 na hakuna mtu yoyote hata wanahistoria kikuu aliyesimama kutaka kukijibu. Na naomba nikupende dakika 5 tu, kwa sababu kilipotoka hichi kitabu mwalimu wangu mimi Profesa Harry Hoffman alikisoma na kilimuathiri sana. Profesa Harry Hoffman akimpenda sana Nyerere. Sasa katika kitabu aliposoma, kwanza kilichomshtusha jambo la kwanza ni kuwa harakati za uhuru hakuanza yeye. Pili kilichomshtusha ni kuwa kama unataka kusema mtu mmoja kamsha 5, basi itakuwa ni marehemu Abu Said. Lakini lilomtisha zaidi ni kuwa kwenye kitabu hiki nimeeleza kuwa Nyerere alikuwa na chuki dhidi ya Waislamu na akatumia nguvu alizopewa na Waislamu katika serikali kuwahujumu Waislamu. Hili jambo lilimwathiri. Kwa hiyo siku tumekutana nje ya msikiti wa ibada, basi akasimamisha, akaniambia, Mohamed, mimi kitabu chako nimekisoma na kimeniathiri sana, kiasi kwamba mimi nimekwenda kwa Mwalimu Nyerere. Nikamwambia Nyerere kuna vitabu viwili mimi ningetaka ujibu. Kitabu cha kwanza ni cha Shahada Hussein Barwani, kinaitwa A Conflict in Harmony in Zanzibar, ambacho kimesema maneno kama aliyosema Mohamed, kuwa wewe una chuki na Uislamu. Ikiwa vitabu viwili vitaachwa viende hivi na wewe usitoe kauli yako, itakuharibia historia yako kama kiongozi aliyekuwa mwadilifu. Ananiambia mwalimu wangu Haru, anasema Mwalimu Nyerere anasema, Haru, mimi sasa hivi siwezi kuandika, lakini nitayarishie kamati ya wataalamu, mimi nitakuja kuzungumza na yeye na nyinyi mtaandika kuhusu maisha yangu na nitaeleza upande wangu kwa kisa hiki. Lakini Mungu akumjalia, kumbe ndio siku zile anaumwa. Lakini kuna taarifa nimezipata kwa mwalimu katika ugonjwa wake alianza kuandika. Hatujui anaandika kitu gani. Inshallah tusubiri kutoka tutakisoma. Lakini jukumu hili alichukua mwenyewe Profesa Harry Hoffman Nyerere, akawa anafanya kazi ya kuandika maisha ya Mwalimu Nyerere kwa kupitia faili na kumbukumbu nyingine. Bahati mbaya yeye hakukamilisha kazi, amefariki. Lakini nachojua sasa hivi ni kuwa mkewe Bi Saida Yahya anafanya kazi akishirikiana na Shipi na inafadhiliwa na hawa taasisi ya sayansi na teknolojia, wanaifadhili kazi. Inshallah
Wote subra, hicho kitabu kitoka inshallah tutakisoma tutakiona. Lakini la mwisho ni kuwa historia hii sasa hivi haitaweza kusomeshwa kwenye shule zetu, lakini kitabu kipo na naambiwa baada ya shule za Kiislamu historia hii ndiyo inayosomeshwa ili wanafunzi wajue. Nafunga pembeni اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اشفنا مرضى المسلمين وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. Naomba mpenzi yetu sio wengi. Vitabu vinapatikana msikiti wa Mtoro. Vitabu vinapatikana msikiti wa Mtoro na msikiti wa Manyema. Msikiti wa Manyema pale vinapatikana kwa bei rahisi. Msikiti wa Mtoro vinapatikana. Ni bei rahisi vinapatikana. Msikiti wa msikiti wa Mtoro vinapatikana. CD chukua na vitabu vinavyojenga vitabu muhimu sana vinapatikana msikiti wa Mtoro. 1013 mwanaharakati namba yangu ya simu. Ngoja nikupe jina. Kafani. Sasa usipende mifumo yao, asikia kata haina mifumo.